Ukiwa maskini watu watasema wewe ni maskini, na tena watasema una laana. Usiponunua nguo watu wanasema huyu ni mgonjwa. Ndio unaona hata nguo zake ni za second hand. Ukinunua mpya huyu ni mwizi, yeye aliiba mahali anafanya kazi. Ukikonda wanasema uko na ukimwi, na ukinona watasema hiki mtu ni kula tu peke yake. Ni lini watu hawatasema? Ni lini watu hawatasema? Na wewe unakaa umekaushwa kama umewekwa kwa stima, hutaki kufanya kitu, watu watasemaje? Kama unaogopa watu, nataka nikwambie siri moja. Usiishi kwa kufurahisha watu. Kuna gereza moja ambalo halina ukuta, halina geti na halina askari, lakini watu wengi wamefungwa ndani yake maisha yao yote. Gereza hilo linaitwa watu watasemaje. Watu wengi hawajashindwa kwa sababu hawana uwezo, hawajashindwa kwa sababu hawana vipaji, wala hawajashindwa kwa sababu Mungu hajawafungulia njia, bali wameshindwa kwa sababu wanaishi maisha yao wakisubiri approval ya watu. Kuna mtu ana ndoto ya kuanzisha biashara, lakini haanzi, anaogopa marafiki watamcheka. Kuna mtu ana talent kubwa sana, lakini haionyeshi, anaogopa watu watamjudge. Kuna mtu anatamani kubadilisha maisha yake, lakini kila siku ana postpone kwa sababu anajiuliza, jamii itanichukuliaje? Na kitu cha ajabu ni hiki, hata ukikaa kimya, watu wataongea. Ukifanya biashara, wataongea. Ukifanikiwa, wataongea. Ukifeli, wataongea. Ukioa ama ukiolewa mapema, wataongea. Ukichelewa kuoa ama kuolewa, wataongea pia. Kwa hiyo ukikaa maisha yako yote ukitaka kila mtu akukubali, utaishia kuishi maisha ambayo siyo yako. Utaanza kufanya maamuzi kwa ajili ya applause za watu badala ya purpose ya maisha yako. Na kuna ukweli mmoja ambao watu wengi wanaogopa kuukubali. Watu unaoogopa leo huenda hata hawafikirii maisha yako kwa kiwango unachodhani. Kila mtu ana vita yake, kila mtu ana matatizo yake, kila mtu ana shughuli zake, kila mtu ana ndoto zake, lakini wewe umeweka maisha yako pause kwa sababu ya watu watakavyosema. Na kitu kingine cha kuumiza ni hiki, wale watu unaoogopa wakiona umefanikiwa, kesho ndo atasema, nilijua tu atakuja kufanikiwa. Kwa hiyo usiruhusu sauti za watu zizime sauti ya ndoto yako. Hebu tumsikilize mtumishi wa Mungu Pastor Joshua Njuguna, yamkini utajifunza jambo kubwa kutoka kwake. Kristo amekaa ameshika shavu hapa, ati una huzuni. Huzuni ya nini? Biashara yangu ilianguka. Unahuzunika jioni. Kuna wamama hupenda kuolia usiku, yani amewaza mpaka analia usiku, na unakaa mahali unakaa na huzuni. Nataka nikuambie mapema, unafanya kazi ya second hand. Kuna mtu mwingine alifikiri juu yako na akamaliza na akafikiria yote, na huyo ni Mungu, na anawaza mawazo mema kukuliko wewe. Unahuzunika maana watu wenu wanakuchukia. Unahuzunika maana kanisani watu hawakupendi. Unahuzunika maana wanakwaya hawakupendi. Unahuzunika ulikuwa kwa women ministries na halafu ukaona ulitolewa, ukaona kama wote wanakuchukia. Wacha nikuhakishie, utakapochukiwa na kwaya na women ministry na kanisa lote mpaka pastor, ndani yako hapo hakuna kitu, ni zero minus. Mwanadamu akikuchukia usiogope, hakuongezi hata sumuni, kwa sababu wewe ulishapendwa zamani. Kwa maana jinsi Mungu alipopenda ulimwengu akamtoa, ili kila mtu mbali awe na. Sasa nani mwingine unataka akupende? Kwa nini unaenda ukiokota vitu takataka hivi? Unaokota tu upendo tulibwagwa chini kwa nyasi, takataka unaokota, ka upendo ya mume wako, ka upendo ingine ya shangazi, ka upendo ingine ya watu wa ukoo, ka upendo ya kwaya. Unajaza matakataka mingi, umebeba maupendo ambayo haiko. Sasa unataka watu wa ukoo wakikupenda wakununulie shamba, wakuchinjie kuku, wakupe samaki? Ni nini hiyo unatafuta? Nani alikuambia ni watu wenu?
ati maana ulizaliwa huko. Ulizaliwa na mzee moja na mama moja, na DNA ikiangaliwa wewe na hao ni wamoja. Hao watu wengine wote, kina shangazi, kina Niko, kina nani, hawa tena hawataki kukuona. Mwandishi mmoja anasema all people in life are your competitors except your parents. Jenga nyumba ya orofa hapa, uone vile watu watakuroga, watakutukana kila aina ya jina. Wewe ni Illuminati, yeye anaenda kwa wachawi, yeye anaenda. Na unajua watu ambao huenda kwa wachawi wanajua pesa haipatikani bila kwenda kwa wachawi. Kwa hivyo wakikuona nayo wanajua ameenda kwa wachawi. Kuna watu wana ujuzi ya wachawi, Illuminati, karakacha, hasira. Washindwe kwa jina la Yesu. Wapendwa, haleluya. Ukinunua gari mpya kama hii, unatokea na KBS kama hii hapa Pastor Mbugua. Hii kura zaka yetu ngapi? Na wao walikuwa umetoa 200, mwezi huu hujatoa kitu. Halafu ndio hiyo Mungu alingoja akanunua gari. Shindwa na mdomo uchomwe na kara moto. Wapendwa, haleluya. For you to succeed in life, elewa, the choice is yours. Achana na hadithi za watu. Unataka kuweka kazi ya biashara hapa town gani ya kuuza nguo? Umeambiwa na nani? Wamekuzungumzia watu wa nyumbani, na mbona hujaweka? Mimi nashangaa, nauliza watu watasemaje? Wewe ni mbunge wao, ni watu gani hao? Unauliza watasemaje? Kama unataka kuweka mtumba, mwaga hapa. Kama unataka kufungua hoteli, fungua. Pika mandasi, pika chai. Wenye hasira wasije hapo, na wasije kula hapo, na wasije pika. Watena wakipitia hapo nje wataona hoteli imejaa. Mandasi 4, mandasi 3. Halafu wewe kazi yako ni kutafuta watu wa kuwekea signature. Watu watasemaje? Watu watasemaje? Utaishi maskini express. Ukiwa maskini, watu watasema wewe ni maskini, na tena watasema una laana. Usiponunua nguo, watu wanasema huyu ni mgonjwa. Ndio unaona hata nguo zake ni za second hand. Ukinunua mpya, huyu ni mwizi, yeye aliiba mahali anafanya kazi. Ukikonda, wanasema uko na ukimwi, na ukinona watasema hiki mtu ni kula tu peke yake. Ni lini watu hawatasema? Ni lini watu hawatasema? Na wewe unakaa umekaushwa kama umewekwa kwa stima, hutaki kufanya kitu, watu watasemaje? Kama unaogopa watu, nataka nikwambie siri moja, ili watu wasikunene, na ukitaka watu wasiongee mambo yako, kufa. Ukisha kufa, tutaongea wiki moja kupanga mazishi, tukuzike. Hatutaongea tena mambo yako. Ukiwa hai tutaongea. Ukiwa hai tutaongea. Uwe mnene tutaongea. Ukonde tutaongea, uko na kanza. Toto zako ziende mbali tutaongea, uko na malingo. Toto zako zikwame zikae hapa Busia, hapa Bungoma zinauza miwa, hapa na inauza sindano na kachumbari, yote tutasema wewe ni mwanaume puris kabisa. Unaona watoto alishindwa kusomesha. Tena tukiona tusema Bwana asifiwe. Na ukiondoka tunasema unamuona. Hakuna mtu bure kama hiki mtu vile unaona kinaenda. Mwanaume kubwa na mdai, toto zake ziko hapa zinahangaika. Hata nyinyi peke yenu bila kuleta watu wengine, nyinyi wenyewe mnakurana nyinyi kwa nyinyi, mnasengenyana nyinyi kwa nyinyi. Kweli rongo? Hata Paulo anawajua, alisema wapendwa, msikulane. Na kama kweli mtakurana, msifanye nini? Msimalizane. Kurakura tu, kurakura yeye, kurakura, lakini usivunje mifupa ndio ijae nyama ingine ile utakula mwezi ujao. Naam, bila shaka umeyasikia maneno ya Pastor Njuguna, nami nakwambia ya kwamba kuna wakati katika maisha unafika mahali unatakiwa kuamua. Je, utaishi kwa ajili ya misheni yako au utaishi kwa ajili ya opinion za watu? Kwa sababu ukweli ni huu, watu wengi wanaonekana wako huru, lakini psychologically ni wafungwa wa public acceptance. Wanavaa ili watu wakubali, wanaongea ili watu wawapende, wanafanya maamuzi ili wasikritisaizewe, na mwisho wa siku wanapoteza identity yao halisi.
Sikiliza hii vizuri. Huwezi kuwa extraordinary ikiwa unaishi kama kila mtu anavyotaka. Kila mtu aliyefanya jambo kubwa duniani aliwahi kusemwa vibaya. Thomas Edison aliitwa mwenda wazimu. Steve Jobs aliwahi kufukuzwa kwenye kampuni yake mwenyewe. Elon Musk ama Diamond kila siku anaongelewa vibaya mtandaoni. Lakini imagine kama wangesimama kwa sababu watu wanaongea. Tatizo sio watu kuongea, tatizo ni wewe kuamini kila wanachosema. Kuna watu wanakufa maskini, sio kwa sababu hawakuweza, bali kwa sababu waliogopa kuonekana wameanza chini. Mtu anaona aibu kuuza bidhaa mtandaoni, anaona aibu kuanza biashara ndogo, anaona aibu kujaribu, lakini anasahau kila mtu mkubwa alianza akiwa mdogo. Na maisha yana principle moja ya muhimu sana. Ukisubiri mpaka kila mtu akuelewe, hutaanza chochote. Ukisubiri mpaka kila mtu akusapoti, utazeeka na ndoto zako. Kwa sababu si kazi ya dunia kukuamini, ni kazi yako kuamini kile Mungu ameweka ndani yako. Kuna watu leo hii wanaishi na majuto makubwa sana moyoni, sio kwa sababu walijaribu wakafeli, bali kwa sababu hawakujaribu kabisa. Walikaa wakingojea approval, wakangojea mazingira perfect, wakangojea watu waelewe, na muda ukaenda. Usifanye kosa hilo. Maisha ni mafupi sana kuishi kwa ajili ya audience. Ishi kwa purpose, ishi kwa vision, ishi kwa calling yako. Na kumbuka, watu watakuongelea ukiwa chini, watakuongelea ukiwa juu. Kwa hiyo heri waongee wakati unafanikiwa kuliko waongee wakati umebaki na regrets. Siku ambayo utaacha kuogopa watu watasemaje, ndiyo siku ambayo utaanza kuishi kweli. Anyway, haya yalikuwa mawazo yangu, naamini utachukua hatua stahiki. Kama ujumbe huu umezungumza na moyo wako, usisahau kushare na mtu ambaye amekuwa akiishi maisha ya kuogopa opinions za watu. Na kumbuka, usipoteze maisha yako ukitafuta applause za dunia, wakati ndoto yako inakusubiri uamke. Tafakuri hii imeletwa kwako na Evangelist Godfrey William, Godwill Media, fikra sahihi, maisha bora. Asanteni.